Naam, karibu wa mpenzi mfuatiliaji wa chaneli hii ya Gulam Herbs ambayo inahusika na ufundishaji wa madawa asili. Madawa yetu ya asili ambayo wazee wetu walikuwa wakiyatumia katika kupambana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikitusibu. Leo hii nimekuletea pichani hapa katika video hii, kama unavyoona mmea huu unaoona hapa ndio mmea ambao unaitwa mwengele. Mmea huu unaitwa mwengele, na mmea huu uko mara mbili, na maanisha iko miwili ambayo inafanana sana, lakini mmea miwili tofauti. Mmoja unaitwa gole, lakini huu unaitwa mwengele. Kama unavyoona tabia yake, vijani vyake vinakuwa vitano vitano. Yaani ukitaka kufahamu kitawi kama hiki kinakuwa na vijani vitano, 1 2 3 4 5. Ukija kitawi tena hiki hapa kinakuwa na majani yake matano. Hii ndio siri ya kuweza kufahamu. Umeona kama huu unavyoona hapa, hivi viko vitano hivi, sawa kwa hiyo umeona kama hapa sio kasema kwamba ni vijana ambavyo nimevitengeneza mimi, hapana. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye ambaye anajua kwa nini mti huu una siri ya namba 5 katika majani yake. Kwa nini mti huu una siri ya namba 5 katika majani yake. Huu mwingine ambao ni gole una siri ya namba 3, majani yake yanakuwa matatu. Sasa kwa faida ni kwamba mmea huu una siri kubwa sana. Mmea huu una siri kubwa sana. Unafanya kazi nyingi sana. Kama unavyoona hivi, japo utaona kwa uchache, lakini una faida kubwa sana mmea huu. Majani yake tunayatumia sana kama mtu ameng'atwa na nyoka, basi anatafuna ya majani, yale maji yake yanameza, alafu yale makapi atabandika pale alipoumwa na nyoka. Basi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu sumu hiyo itakufa na yale meno yatatoka. Lakini majani haya pia huwa tunayaunguza, yanakuwa matepe hivi. Yakishakuwa matepe huwa mtu anakuwa anachanja wale wanaosumbuliwa na chembe. Anachanja katika eneo lake lile la chembe, upande wa kifua na mgongo. Lakini pia mizizi yake ni mizuri kwa kutibu chembe pasi na kukikata. Mizizi yake ukitumia kunywa inatibu chembe pasi na kukata. Umeona faida hiyo? Wakati huo majani yanatibu kwa kukata pale ile eneo la chanja chale 7 kwa 7. Lakini pia miongoni mwa faida zake zingine, mmea huu ukiutafuna ni mkali kidogo, lakini ukitafuna kama unatafuna na chumvi, basi ni tiba nzuri sana ya kifua chochote kile kikali. Kifua chochote unakunywa dawa hakielewi, tafuna hii, japo ni kali lakini ni tiba nzuri sana kwa kifua. Na miongoni mwa faida zake zingine, mizizi yake sasa, iwapo utachimba ukaipata mizizi yake, nitakuwekea nafikiri picha yake utaiona. Mizizi yake iwapo utakuwa umechimba ukawa umeipata, ni tiba nzuri sana ya vidonda vya tumbo vyovyote vile sugu. Vidonda vya tumbo vyovyote vile sugu. Huo unachemsha unakunywa, au kama utaweza kusaga ukatengeneza unga, utengeneze unga, kisha unakunywa kijiko kidogo kutwa mara 3, na koroga katika uji au katika maji vuguvugu. Lakini pia faida zingine za mmea huu ni kwamba unatibu tatizo la acid reflux. Hata kama umekunywa madonge kiasi gani imeshindikana, tumia mmea huu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kuisha habari hizo. Miongoni mwa faida zake zingine, mmea huu unaongeza damu. Kama mtu ana shida ya damu, chemshie huu mmea, mizizi yake anywe, kuisha habari hiyo. Lakini pia yule ambaye anakaukiwa damu kwa sababu za kijini, kuna watu wa kila wakati anakaukiwa damu anajaza, yani hamalizi wiki damu imekauka wanajaza damu. Mwingine hamalizi siku 2 damu imekauka wanajaza damu, wanafanya kazi ya kujaza damu. Hapo mtakuwa mnacheza kama msipoelewa mpaka miaka inaenda. La msingi tu, chukua hii mizizi yake, chemsha, mpatie huyo mgonjwa anywe glasi kutwa mara 3. Damu hiyo haitokauka kamwe, hatoishiwa damu kamwe kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Labda kuna mambo mengine, lakini masuala ya kichawi, masuala ya kijini inakuwa ndio mwisho wake hapo. Hata kwa watu wanaosumbuliwa na sickle cell, mpatie hii, utaona anakaa sawa kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Ni mmea wenye faida nyingi sana. Ni mmea ambao unaondosha maumivu yoyote yale katika mwili. Maumivu yoyote katika mwili yanayokusumbua, chemsha mizizi yake, kunywa, inaondoa hayo maumivu. Iwe mgongo, iwe kiuno, unasumbuliwa na UTI sugu haiponi, chemsha hii, kunywa. Lakini pia miongoni mwa faida zingine za mmea ni kwamba mbali na kuondosha hayo maumivu, lakini pia mtu kama amevimba mwili wake, mwili umevimba kichawi, mwili umevimba kutokana na majini na mapigo mabaya, ama tu sababu za msingi hazieleweki, basi chemsha hii mizizi. Kama ni mguu labda umevimba, paja limevimba,
kiuno kimevimba au sehemu yote, chemsha mizizi anywe, lakini mingine itwange, alafu inachemshwa, unakuwa na mkanda ikiwa bado ya moto. Mkanda ikiwa bado ya moto, uvimbe wa aina yoyote, uvimbaji wa aina yoyote ndani ya mwili, mizizi hii kama mtu atatumia kukanda asubuhi na jioni, atanywea kabisa na kurudi katika hali ya kawaida, na maumivu ambayo yanamsumbua yataondoka. Ila tu ni zoezi ambalo utalifanya kwa kila siku, angalau kwa siku 3 mpaka 7. Kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, mtu huyo atakaa sawa kabisa kabisa, atakaa sawa kabisa kabisa. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba mzizi huu ni mzizi ambao una faida nyingi sana, una faida nyingi sana kama ambavyo nimeelezea hapo, na sehemu zingine huwa unatumika kwa kuchanganya na mizizi mingine, lakini kwa leo nimekuletea huu na wenyewe pia una faida pia. Mizizi yake hii iko mara mbili. Haya majani unavyoona yako mara mbili, yamefanana na mmea mwingine ambao umefanana sana, lakini mizizi yake ukichimba chini kama mihogo, pia kuna mizizi mingine imefanana nayo. Yaani mizizi ya hii imefanana sana na mizizi ya mtamba, majani yake haya yamefanana sana majani ya gole. Naam. Kama umeipenda video hii, basi tafadhali like, lakini pia unaweza comment chochote, lakini pia una uwezo wa kushare kwa wengine waweze kupata faida za hii mimea asili. Ni huu mmea wa mwengele ndio ambao nilikuwa nikiuelekezea kwa siku ya hii ya leo. Karibu sana, tuendelee kuwa pamoja, endelea kufuatilia channel yetu. Kama hujasubscribe basi subscribe, ili wakati mwingine uweze kupata mafundisho haya kutoka kwa mimi Dr. Ghulam. Naitwa Dr. Ghulam, dawa asili. Naam, tunapatikana kwa namba 0654 098753, 0654 098753, na namba nyingine ni 0782 787074, 0782 787074. Tusidharau wazee. Hakika tusidharau wazee, kwani wazee wametumia sana miti hii na wameishi kwa miaka mingi pasi na manyanyaso ya aina yoyote. Naam.